kujifunza somo linalosema kuondoa vikwazo vinavyokuchelewesha kufikia hatima yako. Kuondoa vikwazo vinavyokuchelewesha kufikia hatima yako, au lugha nyingine nasema kuvunja roho zinazosababisha watu kuchelewa. Kuvunja roho zinazosababisha watu kuchelewa. Lakini naongezea zaidi ya neno hilo na kusema kwamba kuondoa vikwazo vinavyosababisha kuchelewa kufikia hatima yako. Kufikia hatima yako. Katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 8 mstari wa 20 unasema, mavuno yamepita na wakati wa hali umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Tafsiri nyingine inasema wala sisi hatukuokota. Hatukuokota. Katika yale mavuno hatukupata kitu au hatukuchukua chochote. Mavuno yalikuwepo na inawezekana kuna watu wameingia wa kuvuna na wamepokea, wamepata, lakini sisi hatukupata kitu, hatukuokota. Huyu ni mwandishi wa kitabu hiki Yeremia, anazungumzia hiyo hali ya mtu wakati wengine wanafikia mahali, wanafikia hatima zao, wanafanikiwa, wanastawi, wanapiga hatua, lakini unakuta mtu mwingine amebaki hapo hapo. Hakuna matokeo ambayo anayapata. Hata wakati mwingine unakuwa ni wakati kabisa wa watu kuvuna. Watu wanavuna, naona watu wanafanikiwa, lakini huyu mtu anakuta yeye hamna kitu, anafanikiwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo tunazungumzia juu ya kuondoa vikwazo vinavyochelewesha kufikia hatima yako. Sasa tutaanza na kitabu cha Mwanzo sura ile ya 11 mstari wa 26. Mwanzo sura ya 11 mstari wa 26 mpaka 31. Biblia inasema Tera akaishi miaka 70, akamzaa Abrahamu na Nahori na Harani. Na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abrahamu na Nahori na Harani. Harani akamzaa Lutu. Harani akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yaani katika Uru wa Wakaldayo. Abrahamu na Nahori wakajitwaliwa wake. Jina la mke wa Abrahamu aliitwa Sarai, na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka binti Harani, ambaye alikuwa baba yake wa Milka wa Isiaka. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tera akamtwaa Abrahamu mwanawe na Lutu na mwana wa Harani na mwana wa mwanawe wa mwanawe na Sarai mkewe na mke wa Abrahamu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Kaldayo waende nchi ya Kanani. Wakafika mpaka Harani, wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa miaka 125. Tera kafa katika Harani. Tera kafa katika Harani. Kwa ujumla, kulingana na maandiko haya,
safari ya kwenda Kanaani ilianzishwa na Tera. Tera alikuwa mtu wa kwanza kuambiwa hasa moyoni mwake kwamba aelekee Kanaani. Kwa safari ya kwenda Kanaani ilianzishwa na Tera, na moyo wa Tera ulikuwa wasafiri kuelekea Kanaani. La Tera wakati anaanza safari, Biblia sema alikuwa na miaka 70 alipozaa hawa watoto. Na Tera akaanza safari, ilikuwa ni miaka 70. Lakini ukifuatilia maandiko pale mwisho inasema siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani. Kwa hiyo Tera alianza safari ya kuelekea Kanaani akiwa pamoja na Abraham na pamoja na ndugu yake wa Abraham ambaye maandiko yanasema alikuwa anaitwa Nahori. Kwa hiyo Abraham, Nahori, Tera na Rutu ambaye alikuwa ni mtoto wa Harani walianza safari kuelekea Kanaani. Harani alikuwa pia mtoto wa Tera, na maandiko yanasema Harani alikufa mapema. Kwa hiyo alikufa akiwa bado hawajaanza safari. Kwa hiyo maandiko yanasema Tera pamoja na Abraham pamoja na Nahori na pamoja na Rutu walianza safari wakiwa Abraham ana mke na Nahori ana mke. Lakini safari yao ilichukua muda mrefu sana, miaka kutokea hapa miaka 70 ambayo walizaa watu, na akaanza safari. Hatusomi sana alianza lini, lakini inaonekana ilichukua muda mrefu sana, kwa sababu kutokea ile miaka 70 tunayosoma hapa mwanzo mpaka alipokuja kufa, anakufa akiwa na miaka 205 na amekufa akiwa bado hajafika Kanaani. Maanake amechelewa huyu mtu miaka hii yote hapa, zaidi ya miaka 150 amechelewa, na amechelewa mpaka amefia njiani. Ninachotaka kuzungumza kwamba kuondoa roho au kuondoa vikwazo vitakavyosababisha kuchelewa kufikia hatima yako. Tunaona Tera amechelewa mpaka kiasi ambacho amekufa. Sasa kwa nini nazungumza hivi? Sababu kuna watu ambao aidha inawezekana wewe unanisikiliza au mtu unayemfahamu, lakini wamechelewa. Mwingine amechelewa kuolewa, miaka imeenda, na miaka 40, miaka 50 bado hajaolewa. Mwingine anachelewa kuoa, wana miaka 40, 30 mpaka miaka 40 mpaka miaka 50, mtu anakuta hajaoa bado, anachelewa. Mwingine anachelewa kupiga hatua ya maisha. Naona
anakuja kufanikiwa akiwa mtu mzee, muda mwingi hapa katikati amechelewa. Naona amechelewa kufikia hatima yake mapema. Mwingine anachelewa mpaka anafika mahali anakufa bila kuona matokeo. Kuna watu ambao inawezekana angekuwa amekwisha kuolewa miaka 10 iliyopita, au amekwisha kujenga miaka 10 iliyopita, au amekwisha kufikia hatima yake miaka kadhaa iliyopita, lakini mpaka sasa anavyosema bado hajafikia hatima yake, anazidi kuchelewa. Kwa hiyo sasa ninachozungumza, somo langu hili likufae kuondoa vikwazo vitakavyokuchelewesha kufikia hatima yako. Tunaposoma hata Biblia inazungumza habari ya watu ambao wanaitwa wana wa Israeli, walichelewa miaka 30. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 12, Mwanzo sura ya 15 mstari wa 12, Biblia inasema, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Watateswa muda wa miaka 400. Kwa hiyo Mungu anaweka kiwango ambacho watu hao watakaa katika hali ya kuteseka, lakini miaka 400. Lakini unaporudi kwenye Biblia, kwenye uhalisia, unakuta wana wa Israeli wanakaa katika nchi ya Misri. Sura ya 12 kitabu cha Kutoka na mstari wa 40, Biblia inasema, basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba hawa watu wamechelewa miaka 30. Miaka 30 ambayo walikuwa wao wameshaondoka katika kifungo, katika mateso, katika tabu hiyo. Miaka 30 bado wanaendelea kuteseka. Unaona? Kwa hiyo kuna mambo fulani ambayo wakati mwingine unayapitia, lakini yalikuwa yao yamekwisha ondoka muda mrefu. Unaona? Lakini unaendelea kuyapitia au unaendelea kuyatumikia wakati ulikuwa unapaswa kuwa umeshaondoka. Unapaswa kuwa umeshaondoka katika tabu yako. Ulikuwa unapaswa kuondoka katika hali yako ya magonjwa wakati mwingine, au ya majaribu wakati mwingine, au ya mateso wakati mwingine, au ulikuwa umepaswa kuwa umefikia hatima yako, lakini kuna kuchelewa. Mwingine amesoma, amemaliza chuo kikuu, lakini anachelewa kupata kazi kwa muda mrefu, miaka inaenda. Naona. Na mwingine anashangaa kuja kupata kazi, lakini kwa wakati ambao ni kama imeshakuwa too late, muda umepita. Unaona? Muda umepita sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunapaswa kuviangalia hapa, ambavyo vinaweza kuwa sababisho la kukuchelewesha